Hello guys, assalamu alaikum. Karibuni tena katika chaneli yangu, na leo tutaongelea kuhusu maajabu ya dawa hizi aina tatu zinazosaidia maradhi zaidi ya 10. So kwa kuanza video yetu ya leo, tutaanza na kuongelea karafuu na kitunguu saumu. Karafuu na kitunguu saumu ni tiba kubwa sana ya kuondoa UTI sugu, PID, miwasho ukeni, kama unatokwa na harufu mbaya, vipele ukeni, maziwa ya mtindi yale yanayotoka ukeni yakiambatana na harufu mbaya. Vile vile kama ukiwa upati ujauzito unasumbuka sana, unaweza ukatumia tiba hii. Pia kama damu yako ya hedhi imepotea kwa kipindi kirefu, unaweza ukatumia tiba hii. Vile vile mbali na kutumia tiba hii, tutaongelea kuhusu kitunguu saumu na ni vipi unafaa ukae katika uke wako. Kwanza kabisa, pendelea sana kuosha uke wako kwa maji wakati unapomaliza haja ndogo ama hata haja kubwa. Pendelea kujiosha na maji alafu unajikausha, unakuwa mkavu. Chupi zako pendelea kubadilisha mara kwa mara. Pendelea kunywa maziwa mtindi, kunywa maji kwa wingi, fanya mazoezi ya hapa na pale. Vile vile unatakiwa uvae chupi za cotton. Okay? So katika kinu chako utaweka kijiko kimoja cha karafuu kama ulivyoona hapo. Alafu utaponda vizuri. Utaweka katika sufuria yako pamoja na maji na utawacha itokote mpaka maji yatakapobadilika rangi. Kama hauna karafuu ya kuponda hivyo, unaweza ukatumia karafuu ya unga, lakini karafuu ya kuponda ni bora zaidi. Utapima maji yako kama hivyo, kiasi cha kama glasi 2 mpaka 3. Alafu uteleka jikoni kwa moto mdogo mdogo. Make sure moto wako ni mdogo mdogo, usiweke moto mkubwa. Inatakiwa ichemke mpaka zile karafuu ziwe zimetoka rangi zote. Sasa tuende kwa upande wa kitunguu saumu. Kitunguu saumu kina madini mazuri sana. Kwanza kabisa kinasaidia watu wa pressure. Vile vile kwa wanawake, ikiwa miwasho yako ukeni ni ya kupitiliza, unaweza ukachukua kitunguu saumu kama hivyo, ukakidunga na shindano pamoja na uzi, alafu ukawacha uzi wako unalewalewa, na wakati wa usiku ukauweka katika uke wako mpaka asubuhi unakitoa. Utapata miwasho fulani lakini si ya hivyo. Huku unaweka kitunguu chako saumu kwenye uke wako, alafu unatakiwa pia ugrate kama hivyo kitunguu saumu kimoja, asubuhi unakiweka mdomoni unakimezea na maji. Miwasho sijui nini zote utazisikia kwa jirani. Hakuna tena miwasho. Kitunguu saumu ni dawa tosha katika nafsi zetu sisi wanawake. So baada ya kugrate kitunguu chako saumu kama hivyo, utakiweka katika sufuria yako. Make sure maji yako ya karafuu yamechemka, ndipo utakapokuweka kitunguu chako saumu. Alafu baada ya kuweka utawacha tena itokote kiasi cha dakika 2 mpaka 3. Alafu itakuwa iko tayari. Pendelea sana kunywa mchanganyiko huu, utakusaidia sana katika nafsi yako. Pendelea sana kuona gaino wako kila baada ya mwezi ama miezi 2. Make sure unaenda check up, kwenda kujiangalia hali yako ikoje. Saka ni sawa mama zangu. Alafu baada ya hapo unatakiwa unywe kinywaji hichi wakati umeanza hedhi yako. Kama leo umeingia hedhi yako, basi unatakiwa uanze kunywa leo. Kama ulivyoona hapo imeshachemka, ipo tayari. Zima jiko lako na uwache mpaka itakapokupoa ama kuwa vuguvugu. Na kinywaji hichi pia unaweza ukampa mwenza wako, pia naye akasaidika, kwa sababu maradhi kwa mwanamke ya UTI na ma-PID yanaonekana kwa haraka sana, ila kwa wanaume inachukua muda kidogo kuonekana maradhi hayo. Utakunywa asubuhi wakati umeamka kabla ya kunywa kitu, utakunywa kinywaji hichi, na jioni wakati wa kwenda kulala. Utafanya zoezi hili kiasi cha wiki 2 mpaka wiki 3, ama mpaka pale tatizo lako litakuwa limeondoka na kupona kabisa. Kama hormones haziko balanced, pia unaweza ukatumia kinywaji hichi. So tukiendelea na tiba yetu ya pili, kama unavyoona hapo nimeweka bamia ama mabenda.
nikaweka na karafuu, vile vile nikaweka na magome ya mdalasini. Tiba hii ni nzuri sana ikiwa mwanamke hapevushi mayai yake wakati ana ovulate. Ikiwa hatokwi na ule ute wa ovulation, hii video ni yako. Ikiwa sperm zako hazina nguvu ya kusafirisha mpaka kwenye yai la mwanamke, video hii inakuhusu. Kushindwa kurejelea tendo, video hii inakuhusu kwa mwanamume. Kufanya muhogo uwe wima vizuri, usilegee. So dawa hii ina uwezekano mkubwa sana wa kuufanya muhogo wako wewe mwanamume ukawa wima sana na usilegee. Na kama ni mwanamke unasikiliza na mume wako ako na shida kama hii, unaweza ukamrecommend akatumia kinywaji hichi na wewe pia ukatumia. So unatakiwa utengeneze kama hivyo hapo katika video nitakavyo kuonyesha. Make sure umeosha bamia zako vizuri, alafu zikatekate pieces ndogo ndogo, alafu utaweka katika jagi yako. Vile vile utaponda karafuu zako kiasi cha kijiko kimoja, alafu utaweka katika jagi lako. Karafuu ina tiba nyingi sana mbali na kwa kusafisha mambo ya uzazi ya wanawake. Tiba yake ni nyingi mno mno mno. Kwa hivyo nitaleta zaidi ili mupate kujua tiba zake zingine. Ila kwa leo tuongelee kuhusu uzazi. Ponda vizuri kama hivyo unavyoona hapo katika video. Kisha baada ya kuponda vizuri utaweka katika jagi lako. Bamia zako utazikatakata slices ndogo ndogo, make sure slices ni ndogo ili ule ute upate kutoka vizuri. Na make sure bamia zako hazijakomaa, ni zile bamia mbichi. So ni bamia changa, kata mwanzo na mwisho, alafu weka katika jagi lako. Alafu utachukua mdalasini yako, usiiponde, utaiweka ikiwa hivyo hivyo. Baada ya hapo utafinika vizuri na utaacha ikae kiasi cha usiku mzima katika friji lako. Make sure unaweka katika friji ili isiharibike. Lakini ikiwa uko sehemu ya baridi na hauna friji, unaweza ukaiacha tu hivyo hivyo. Alafu asubuhi ukaendelea na hatua ambayo unayotatikaniwa kuendelea nayo. Hatua ambayo unatakikaniwa kuendelea nayo ni kunywa kinywaji hichi si mara moja wala mara mbili. Unatakiwa kunywa kinywaji hichi mpaka maradhi yako yatibike, uwe unapata ute wa ovulation na uwe unaangusha mayai yenye nguvu na rutuba ya kutosha. Baada ya kuweka vitu vyako kwenye jagi kama hivyo, utachukua maji. Make sure maji yako ni ya vuguvugu. Usitumie maji yaliyopoa. Tumia maji ya vuguvugu, yani yenye umoto kwa mbali, maji ya moto kwa mbali. Baada ya hapo utafinika vizuri, weka kwa fridge kama nilivyosema na utaacha usiku mzima. Siku ya pili ndo unakwenda kutumia. Na maji hayo yakiisha, baada ya kutumia unaweza kuongeza maji mengine kwa mara ya pili, alafu mkatumia dawa hiyo kwa mara ya tatu ukamwaga na ukaendelea tena kutengeneza kinywaji kama hicho. Kama unavyoona imebadilika rangi na sasa hapo ipo tayari kwa matumizi yake. Pima katika glasi zako, make sure unakunywa glasi nusu, ikoroge vizuri ile ya chini, karafuu za chini zile zilizojiroweka zije juu. Alafu utapima katika kikombe chako, unakunywa nusu kikombe asubuhi kabla haujakula kitu. Alafu utakunywa na mchana, vile vile utakunywa na jioni. Na kama ni mtu wa kwenda kazini, make sure dawa yako unaibeba, huiachi nyumbani. Mpe mume wako na wewe unywe kwa matokeo mazuri. Huo mrenda wote huo uzito unaoonekana hapo unatakiwa uingie katika mwili wako. Sawa? Alafu zoezi hili utafanya kwa muda wa wiki 2, 3 mpaka 4 ama mpaka pale tatizo lako litakapokuwa limepoa na umerudi katika hali yako ya kawaida. Utaona hautasumbuliwa tena na maumivu ya kiuno, hautasumbuliwa tena na maumivu ya shango, hautasumbuliwa tena na maradhi ya kitu chochote na utakuwa upo tayari kubeba ujauzito. Karafuu inaua sumu ya maradhi yaliyoko katika uzazi wetu sisi wanawake. Utakunywa hivyo asubuhi, mchana na jioni. Tukienda katika somo la 3 ambalo ndilo somo la mwisho, tutaongelea kuhusu majani ya mpera pamoja na tangawizi.
Majani ya mpera yana faida nyingi sana 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 katika miili yetu. Mbali na kutibu maradhi ya uke na kiume, pia yanatibu maradhi kama haya yafuatayo hapa. Inapunguza bad cholesterol katika mwili wako. Katika mwili wa mwanadamu, make sure unakunywa kinywaji hichi. Kama ni mtu ambaye uko na high cholesterol, basi itapungua. Pia kama unapumua kwa tabu, chai hii itakutibu kwa asilimia kubwa sana. Chai yake pia inasaidia kutibu kansa mwilini. Vile vile, kwa mwanamume muhogo wake hausimami vizuri, unalegea, tumia tiba hii itakufaa sana. Alafu inazalisha mayai kwa mwanamke yenye nguvu na uwezekano mkubwa wa kupata ujauzito. Ugumba kwa wanaume pia inatibu. Katika sufuria yako utatenga majani yako kiasi, make sure umeyaosha vizuri. Alafu majani haya utakapokuwa umeyachuma kwenye mti, jitahidi sana uwe umeyaanika, usianike mahali kwenye jua, anika sehemu ambayo ina ubaridi ili yapate tu kukauka, yasikaushwe na jua. Alafu utafanya kama hivyo hapo katika video, utamega tangawizi yako kiasi, alafu utaikata vipande vidogo vidogo. Baada ya hapo utaweka katika sufuria yako, utaweka na maji, teleka jikoni na utaacha ichemke kiasi cha nusu saa mpaka dakika 40 kwa moto mdogo mdogo, ndo majani yapate kutoa rutuba ya kutosha. Baada ya hapo utawacha yapoe vizuri, kisha utakuwa unakunywa asubuhi kabla ya kula chochote, mchana na jioni wakati wa kwenda kulala. Inanogesha sana tendo la ndoa, inakupa nguvu ya kutosha kwa mwanamke na mwanamume, mnakuwa nyote mnapokuwa kitandani, mnakuwa mko sambamba. Tumia kinywaji hichi, alafu ukiona kimekusaidia utacomment hapo chini, na hii ndo itakuwa ni dawa yetu ya mwisho ya leo. Na kama utahitaji dawa zingine za mfululizo kama hizi, utacomment hapo chini pia ili nipate kuwaletea. Kama ni mgeni hapa, na kuomba sana usubscribe, ulike hii video na ushare kwa marafiki na kwa wapenzi wako. Utapima maji yako kama hivyo kiasi cha vikombe 2, alafu uache ichemke. Uache ichemke mama kwa moto mdogo mdogo. Usiache ichemke kwa moto mkubwa, virutubisho vingine havitakuwa vimepatikana. Chemsha kwa moto mdogo mdogo, yani hii kazi hii unatakiwa uifanye wakati upo nyumbani, hauna haraka yoyote. Na vile vile unaweza ukatengeneza kwa wingi, yani unaweza ukatengeneza kwa wingi kama huna time, ukaweka kwa dumu lako la lita 5, alafu ukaweka kwa fridge. Kila siku mwenyewe unaitoa, unaipasha moto kidogo, unakunywa wewe na mzee wako kwa matokeo mazuri ya haraka. Utaanza kuona matokeo yake kwa muda wa wiki 2. Vile vile unaweza ukatumia wiki 2 au mwezi au miezi mpaka pale tatizo lako litakapo kupona. Kwa sababu sisi wanadamu tuna tabia moja, maradhi yanaingia kwa haraka sana, ila kutoka maradhi katika miili yetu yanatoka polepole na kwa tabu sana. Kwa hivyo utakapokuwa unatumia dawa zangu hizi, kuwa mvumilivu kwa matokeo mazuri. Wengi sana wamesaidika, na kuomba na wewe utumie, utasaidika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Allah anatibu, dawa ni sababu tu. Kama ulivyoona imepoa vizuri na ipo tayari, unaona nimeichemsha mpaka maji yamegeuka rangi. Sasa kama una asali yako unaweza ukaweka, ama kama unaweza kunywa hivi hivi pia ahlan wa sahlan, unaruhusiwa kunywa hivyo hivyo. Ipo tayari, hiyo nyingine utaiweka, baadaye utaongeza maji, uchemshe tena na itakuwa ipo tayari kwa kutumika. Kunywa wewe na mpenzi wako asubuhi na jioni kabla ya kwenda kulala. Asanteni, kwaherini na nawapendeni sana.